Asante Bwana Yesu kwa sababu unatupenda. Tunakushukuru kwa siku nyingine tena nzuri ambayo umetupa watoto wako. Kwa rehema tuna neema Bwana. Yeye nasema ni kwa huruma zangu mnaishi, ni kwa huruma za Bwana tunaishi. Asante kwa sababu Bwana umetuhurumia, lakini zaidi umetupa kuona majira na nyakati hizi ambazo imekupendeza tuwepo. Nami Mungu kama mtumishi wako, mjoli wako, najiweka mikononi mwako. Nitumie kama unavyopenda Bwana. Nifanye kazi yako sawa sawa na jinsi unavyopenda. Asante kwa sababu hautaniacha, utasimama nami hata mwisho wa huduma hii na kipindi hiki. Katika jina la Yesu nimeomba, amen. Ndugu yangu mtazamaji na msikilizaji, nikukaribishe tena kwenye kipindi hiki cha ibada ambapo tunajifunza maneno ya Mungu, maneno matakatifu, na tunaendelea na somo letu linalohusiana na ibada, na leo tupo kwenye kichwa cha somo kinasema misingi ya ibada. Kwa ufupi ni kwamba kila jambo linapofanyika lazima liwe na msingi, liwe na vitu ambavyo vinalistahimilisha. Kama ni nyumba lazima iwe na msingi, lakini jambo lolote lina mahali ambako linaanzia. Sasa tunajifunza habari ya misingi ya ibada, vitu ambavyo vinafanya ibada iwe ibada ndani ya mtu. Na tumesema ibada sio tukio la siku au tukio la wiki au la mwezi. Ibada ni maisha, ibada ni lifestyle ya mtu, ibada ni mfumo wa maisha. Ibada ni maisha yanayomheshimisha Mungu. Ibada ni mambo yanayomuonesha Mungu ni nani katika maisha ya kwako. Hiyo ndiyo ibada halisi. Habari ya siku au muda ambao tumepanga kukusanyika, hiyo ni swali lingine, lakini ibada ni maisha. Kwa hiyo huwezi kusema wewe ni mtu wa ibada siku ya Jumamosi au Jumapili. Hapana. Ibada ni maisha. Utakiwa Jumapili uende kanisani, ni kweli, ukaabudu, lakini baada ya Jumamosi na baada ya Jumapili wewe ni mtu wa ibada, kwa sababu Mungu tayari yuko ndani yako, anakutengeneza kila siku, na lazima uishi maisha ya mahusiano mazuri na Mungu. Kwa mambo ambayo yanatengeneza msingi wa ibada, mojawapo ni uwepo wa Roho Mtakatifu ndani ya mtu. Tumesema ibada ni jambo la mtu binafsi, si jambo la jamii fulani, si jambo la kundi la watu, ni mtu. Naweza mkakaa kanisani watu wengi, lakini ukajikuta mwingine hayuko ibadani, amekuja kutimiza utaratibu wa dini anayoitumia kama kuabudu. Amekuja kutimiza tu kwamba naye aonekane yuko ibadani, asije akatengwa, labda siku amekufa watu waje kumzika, lakini kimsingi kabisa utakuta moyo wake hauko ibadani, na pengine hata hana tumaini la kimungu namna hiyo, ila yupo ibadani. Kwa hiyo ibada ni jambo la mtu binafsi. Ibada ni kitu, ni vertical relationship, uhusiano wa Mungu na Mungu na mtu. Kwa lazima unapotaka uwe mtu wa ibada, nataka nikwambie hata tu ile kwamba unakuja ibada Jumamosi na Jumapili, ni lazima kuwe na Roho Mtakatifu ndani yako. Ukiona huna hamu ya ibada, ukiona unajikuta huna hamu ya kuabudu, yani ndani mwako unajisikia kutokuabudu, uwe na hakika Roho Mtakatifu kuna namna fulani amekuacha mbali, kuna namna fulani hujakaa vizuri na Mungu. Ni lazima upate nafasi ya kutengeneza na Mungu ili Roho Mtakatifu awe ndani yako, na yeye ni mwalimu, anatukumbusha, atakukumbusha habari ya ibada. Kwa hiyo ili ibada, iwe ni siku ya kuabudu kanisani, ni lazima Roho Mtakatifu awe ameyatamia ibada. Lazima Roho Mtakatifu awe ndiye mzungumzaji mkubwa, awe ndiye mwenye ratiba ya ibada. Sisi wengine, mchungaji na mwinjilisti na askofu na nani, wawe ni vyombo ambavyo Roho Mtakatifu anavitumia kwa ajili ya kupeleka kile ambacho anataka kifanyike au kizungumzike siku, lakini ibada inakuwa ndani ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo lazima uwe kwamba kuna uwepo wa Mungu ndani yako, kuna Roho Mtakatifu, kuna uchaji wa Mungu katika maisha yako ya kila siku. Kitabu cha Matendo 2:2 kinaongelea habari ya Roho Mtakatifu na mitume walivyoketishwa, wakaambiwa subirini mpaka utakapokuja ile nguvu itokayo juu. Ndio anasema ilivyokuja ilishuka huwa kutoka mbinguni, ilishuka ile nguvu ya kimbingu na ikaatamele mahali. Naomba tusome mahali pale Matendo 2:2. Matendo 2:2 naongelea habari ya kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Kumbuka waliambiwa wasubiri wasiondoke. Ikaja uvumi kutoka juu ikajaza. Ukisoma kule mbele nakwambia kukawatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao, kila mmoja kwa namna yake. Na ukiona wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Nataka nikwambie, ibadani, popote mahali ibada inapofanyika, ni ndani ya moyo wako, ni lazima Roho Mtakatifu
aseme, lazima Roho Mtakatifu azungumze, lazima Roho Mtakatifu awe na cha kusema. Ni kanisani mmekusanyika kama sehemu ya kuadhimisha ibada. Maana yake ni kama vile tu kwamba tukusanyike leo tuwe tunapata nafasi ya kuelezana habari ya misingi ya kiibada. Yaani siku ile ya kukaa kanisani ni kama sio kupeana vitu vya kufanya mtakapoondoka, lakini sio kwamba ndio ibada imeishia pale. Kwa hiyo lazima Roho Mtakatifu ahusike. Roho Mtakatifu alipohusika mahali hapa, aliwaachilia nguvu, kila mmoja akapata nguvu, na kila mtu akanena kwa lugha tofauti tofauti. Kwa hiyo inawezekana huyu aliongea lugha hii, huyu lugha ile, kila mtu kwa namna Mungu alimtaka afanye. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba ibada imebebwa na nguvu za Roho Mtakatifu ndani, si mikakati na mipango ya kufanya ya kimwili. No, Roho Mtakatifu ndiye anaweza kuratibu ibada ndani ya moyo wa mtu. Kwa hiyo unapoenda ibadani, unapokuwa mahali popote, okay, umefika Jumamosi unaenda ibadani, Jumapili unaenda ibadani, hakikisha una nguvu za Mungu ndani, umejiconnect na nguvu za Mungu. Wewe ni manake wewe utakuwa ni mtu wa kusoma neno mara kwa mara, ni mtu wa kukaa kwenye maombi mara kwa mara. Kwa siku ya Jumamosi haikujii kwamba ndio unaenda kutafuta nguvu za Mungu kanisani. No, nguvu za Mungu ziko ndani yako, unaenda kupokea Roho Mtakatifu anakuambia nini kwa majira yale. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikuambie Roho Mtakatifu akiwa ndani yako anakupa mafundisho kutokana na majira na nyakati. Anakuambia leo utafanya hiki, leo fanya hivi, kwa sababu ni yeye ambaye ni mwalimu na ndiye anayetuelekeza. Kwa hiyo jambo la kwanza, msingi wa ibada ni uwepo wa Roho Mtakatifu katika ibada. Na unafanyikaje? Ni hakikisha kwamba ndani ya ibada kuna uchaji, na ndani ya ibada kuna watu wanaofanya ibada ni wana maombi, wanaofanya ibada ni watu ambao wanasoma neno, automatic Roho Mtakatifu atakuwa anawahudumia. Lakini kitu kingine kikubwa kinachotengeneza ibada ni kumjua unayemwabudu. Ili ibada yako iwe kamilifu, iwe katika msingi bora, ni lazima ujue unamwabudu nani. Nataka nikwambie hata wale wanaoabudu miungu, ni lazima ujue huu. Wewe uwezekani ukaabudu miungu ya kabila lingine wakati wewe ni kabila lingine. Haiwezekani. Ni lazima unayemwabudu umjue huyu namwabudu nani, na pengine hata yeye akujue vile vile, ili aweze kufinyanga na kukutengeneza. Sasa mara nyingi tunafanya ibada lakini hatumjui huyu tunayemwabudu yukoje. Umekuja kwa unataka kumwabudu Mungu, unamjua Mungu yukoje? Ili hata unapofanya maombi, ili upate wigo wa kuomba, unajua wigo wa Mungu ni uko katika viwango gani. Unajua Mungu yukoje katika maisha yako, ana wigo gani wa kukuhudumia wewe, ili unapoenda mbele zake kuomba, unaomba kwa wigo fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wengi hatuna muda wa kumtafakari Mungu na kusoma neno. Kwa hiyo utakuta tunakuwa hatuna upana wa kumjua Mungu. Kwa ibada zetu zinaishia, na ndio maana tunakuwa tegemezi wa ibada. Mtu anakuja amemtegemea mwanadamu, ibada zake ni za watu fulani. Niende nikaabudu mahali fulani kwa sababu yuko fulani. Ndani mwake hakuna ibada. Na nataka nikupe siri hii, mtu anayejiconnect na Roho Mtakatifu, Mkristo aliyeokoka kwa neno lingine, miujiza sio swala la ajabu. Kwa sababu hata hivyo Mungu ni Mungu wa miujiza. Mungu ni Mungu anafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Kwa hiyo huwezi kuhangaika na miujiza, kutafuta muujiza kwa watu. Mtu anayemjua Mungu vizuri, habari ya Mungu kumfanyia muujiza sio swala la ajabu sana. Yaani hashangai akiona Mungu amefanya jambo. Na huwezi kusikia Mungu amefanya jambo mahali fulani ukakimbia na wewe kuwa sahihi, kwa sababu unajua hata kama amefanya kwa huyo, si lazima leo akafanye kwangu, kwa sababu kila mtu anafunguliwa kwa wakati na majira yake. Kwa mtu anayemjua Mungu, mtu ambaye ni mtu wa ibada, habari ya miujiza kwake sio swala la ajabu. Kwa hiyo Mkristo anahangaika kutafuta miujiza, lazima ujue kabisa ndani ya huyu mtu kuna kitu cha kiibada kimekosekana. Manake ameegemea kwa mtu fulani, anategemea muujiza. Ndani yake ajua kwamba Mungu anaweza akamfanyia muujiza at any time. Akikaa kwenye mkao wa kumtegemea, akimjua vizuri, ili akapate nafasi ya kuzungumza naye kwa wigo huo ambao Mungu anamjua. Uwe na uhakika muujiza wako unao tu, wala huhitaji kuhangaika kwenda kutafuta muujiza kwa mtu mwingine. Kwa hiyo jambo lingine kubwa ni kuhakikisha kwamba unamjua unayemwabudu. Hebu tuone Warumi 9:5. Kitabu cha Warumi 9:5. Warumi 9:5. Tukianzia pale Warumi 9 ule mstari wa 4 unasema, ambao ni Waisraeli wenye kule kufanywa wana na ule utukufu na maagano na kupewa torati
na ibada ya Mungu na ahadi zake, ambao mababu ni wao, na katika hao alitoka Kristo kwa jinsi ya mwili, ndiye aliye juu ya mambo yote, Mungu mwenye kuhimidiwa milele. Amina. Ndiye aliye juu ya mambo yote. Ndicho mahali tukae tuone hapo kwamba Mungu unayemwabudu unamjua kwamba ni Mungu aliye juu ya mambo yote. Yuko juu mpaka ya mtumishi unayemtegemea, yuko juu ya mambo yote. Yuko juu ya ugonjwa unaokusumbua. Mungu tunayemwabudu yuko juu ya umaskini unaokutesa, yuko juu ya maisha magumu unayopitia. Ni Mungu aliyeko juu ya mambo yote, mwenye kuhimidiwa milele. Ni Mungu ambaye yuko juu na ya changamoto unazozipitia za maisha. Maana yake ukimweleza yuko juu, anaweza kuzifanya zikabadilika. Ni Mungu ambaye yuko juu. Sasa unajua kwamba ni Mungu ambaye yuko juu kuliko wa vitu vyote, au inafika hatua unawaza mwanadamu fulani yuko juu. Kwa hiyo inafika hatua unaenda ibadani, unachoangalia ni mtumishi atasema nini, sio Mungu atasema nini kwa ajili ya maisha yako. Ukiona unahangaika namna hii, mpendwa, kama hali, tengeneza mazingira ya kuwa mtu wa ibada. Hayo mahangaiko ulio nayo sio ibada unayoitafuta. Hapo unamtafuta mwanadamu. Mungu akiwa ndani yako amesema omba lolote atakupa. Nataka nikupe siri. Tunapoenda mbele za Mungu, nenda wewe, kuwa wewe. Yeye Mungu anakujua wewe. Amekuumba wewe kama wewe. Wewe unahitaji sana kutegemea watu wengine katika maisha yako. Tengeneza ibada ndani yako, kuwa mtu wa ibada. Mungu anaweza kukusaidia bila hata kutegemea. Sijakwambia katika maisha kwamba hakuna watumishi wa Mungu. No, watumishi wa Mungu wapo, wametajwa kwenye Biblia, wachungaji, mashemashi, maaskofu wapo. Lakini haina maana uwategemee. Tengeneza ibada ndani yako ili muweze kuwa na mahusiano mazuri na communication yako na Mungu iwe smart. Lakini kitabu kile cha Yohana 4:20 kinatuambia pia Mungu ni nani. Yohana 4:20, ili unapofanya ibada umjue Mungu. 4:20 nasema hivi, 24. Yohana 4:24. Yeye anasema hivi. Mungu ni roho. Kitabu kile cha Yohana 4:24 kinatueleza Mungu ni nani. Hawa mwabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho. Katika roho, si katika miujiza, si katika mtu fulani, si katika jengo fulani, sio katika eneo fulani, katika roho. Sasa unaweza ukanielewa kwamba ibada ni jambo la maisha, kwa sababu habari ya roho haiko kanisani. Kuna watu wanaheshimu lile jengo. Ni kweli ni hekalu, ni kanisa. Lakini haina maana ukitoka pale wewe ni mwingine, ukiingia pale wewe ni mwingine. No. Wewe ni maisha katika roho. Maana popote ulipo lazima roho yako iwe connected na roho wa Mungu. Kwa sababu Mungu ni roho. Na wanaomwabudu ni lazima muabudu katika roho. Katika roho kwa namna gani? Na kweli. Maana yake kweli ni neno la Mungu liwe ndani yako. Neno la Mungu ni kweli. Yesu mwenyewe awe ndani yako. Tuko kipindi cha Kwaresima sasa. Ni lazima uhakikishe kwamba ni maisha yako yakoje na Mungu. Hili neno ambalo ni kweli, huyu Yesu ambaye amekufa kwa ajili yako, yuko ndani yako. Unajua thamani yake. Unajua nini anafanya katika maisha yako ya kila siku. Ujue, ukimjua huyu Mungu hata ibada yako itakuwa pana. Utaomba kwa upana. Yaani hata kama ukiimba ibadani, hutaimba sawa sawa na wengine wanavyoimba. Yaani utabubujia kwa sababu unamjua Mungu ninayemwabudu ni Mungu aliye juu ya mambo yote. Kwa hiyo utakuta kama ni kuimba, unaimba kwa bubujiko, unaimba moyo wako umeuachilia, moyo wako hata unapotoa sadaka, utoi sadaka tu kwa sababu ni utaratibu. Unatoa sadaka kama ibada, kwa sababu Mungu unayemtolea sadaka ni Mungu aliyeko juu ya mambo yote. Kwa hiyo unafanya ukijua kwamba Mungu na mwabudu Mungu ambaye yuko juu ya mambo yote. Kitabu cha Matendo 17:23. Tunajaribu kuona kwamba hakikisha unapofanya ibada unamjua unayemwabudu. Yuko ana wigo upi? Ni Mungu mwenye huruma, ni Mungu anayesamehe. Kwa hiyo njoo ibadani wakati mwingine katika maisha kuwa mtu wa toba, sababu Mungu ni Mungu wa kurehemu, ni Mungu anayesamehe. Ni Mungu anayeweza kukupa unachotaka. Kwa hiyo uende mbele kwa Mungu ambaye ni Mungu tajiri. Bwana anasema kwa sababu nilipokuwa nikipita huko na huko na kuyaona mambo ya ibada yenu, naliona madhabahu iliyoandikwa maneno haya, kwa Mungu asiyejulikana. Basi mimi na wahubirini habari zake yeye ambaye
ninyi mwamwabudu bila kumjua. Kuna watu wanafanya ibada hawamjui Mungu. Hamjui Mungu yukoje. Yaani unaenda ibada lakini hamjui Mungu yukoje. Hata huwezi kumuelezea. Kwa unaenda ibada kwa sababu ulizaliwa hapo, wazazi wako wamekuzalia hapo, umekulia hapo, lakini ukiambia hebu tueleze habari. Huyu Yesu unayeenda ibadani, huyu Yesu unayemtaja kwenye maisha yako, yeye ni nani? Kwako yukoje? Unaweza kutueleza umuhimu na faida? Yaani huwezi kueleza. Sasa hii inaweza ikasababisha ibada yako ikayumba. Kwa hiyo ibada yako ikakosa nguvu. Kwa hiyo ni mtu ambaye muda wowote ukutana na mtu ambaye anaweza akakusheki, unaondoka. Ndio watu wapate kusikia miujiza anakimbia. Akisikia hiki anakimbia. Akikisia kile anakimbia. Nini maana yake? Hawezi kumuelezea Mungu anayemwabudu. Kwa anatarajia afike sehemu nyingine anakoelezwa na watu wengine, asikilize tu zile story, aondoke, lakini ndani yake hamjui vizuri Mungu ambaye anamwabudu. Kwa hiyo ile swala la pili, hakikisha unamjua Mungu unayemwabudu. Na kwa ufupi kabisa, Mungu ni roho. Hakikisha Roho Mtakatifu yuko ndani yako ili ya kuconnect na ulimwengu wa roho, kwa sababu Mungu tunayemtumikia, Mungu ni roho. Lakini Mungu ni Mungu ambaye yuko juu ya vitu vyote. Tuende kitabu kile cha Yohana 1 pale. Tusome kitu kimoja pale ambacho ni cha kipekee kabisa. Anasema hapo mwanzo palikuwako neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu, vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Ni lazima ufahamu kwamba Mungu ninayemwabudu, bila yeye hakuna chochote kitakachofanyika. Nataka nikwambie siri hii. Unaweza ukaenda kutafuta muujiza mahali. Ule muujiza ukawa ni muujiza wa dakika za kuhesabu 4, 5, 6 siku moja. Baada ya hapo maisha yako yanarudi pale pale. Kwa nini? Kwa sababu Mungu unayemtumikia hujamjua vizuri. Ukimfahamu vizuri akakaa ndani yako, akawa anafanya kazi ndani yako kila siku, muujiza atakao kufanyia utakuwa ni muujiza wa maisha yote utakaoishi duniani. Kuliko hii ya kwenda kuchukua kwa mtu na kurudi nyumbani, itakupotezea. Yaani hautasimama kwa sababu unachukua imani ya ndani yako, Mungu hayupo, unachukua misingi ya mwenzako. Ukiondoka pale utana maisha huko nyumbani yako ni magumu, unamwacha Mungu unarudi kule ambako ulikopo mwanzo, kwa sababu hayuko ndani. Kwa hiyo hakuna chochote kilichofanyika bila Mungu. Kwa ibada yako hakikisha kwamba unamjua Mungu. Lakini kitu kingine, hakikisha una moyo safi na nia yenye utii. Akisha kaa Mungu ndani yako, lazima uwe mtu wa utii. Sababu Roho Mtakatifu huwa ana tabia ya kutoa maelekezo. Kitabu cha Matendo kinasema hivi, hao waliokuwa wakinifanyia ibada, Roho Mtakatifu akazungumza, nitengeeni Sauli na Barnaba kwa kazi niliyowaitia. Roho Mtakatifu akatoa maelekezo walipokuwa wanafanya ibada. Maana yake ukifanya ibada, ukiwa mtu wa ibada, Roho Mtakatifu ana tabia ya kukuelekeza. Ana tabia ya kukufundisha. Ana tabia ya kukuonya. Ana tabia ya kukupa makatazo. Hapa usifanye. Hapa acha, hiki acha, usifanye. Kaa hivi, lea watoto wako namna hii. Huyu mtoto, ndoa yako hii, nenda hivi. Kwa namna hii ndoa itaharibika. Acha maneno, nyamaza. Hapa fanya maombi, hapa shaurianeni. Roho Mtakatifu anakuelekeza. Sasa ili maisha yaende sawa, lazima ndani yako uwe na utii. Kuwe na kitu cha utii. Kitabu cha Samueli 15:22. Samueli wa kwanza 15:22. Na Samueli akasema, je, Bwana uzipenda sadaka za kuteketezwa na dhabihu sawa sawa na kuitii sauti ya Bwana? Alafu anajibu pale, anasema, angalia, kutii ni bora kuliko dhabihu na kusikia kuliko mafuta ya beberu. Kutii. Ukiwa na Roho Mtakatifu, ukiwa ni mtu wa neno la Mungu, ukiwa ni mtu wa maombi, ukiwa ni mtu wa uchaji, Roho Mtakatifu akaa ndani yako, atakuelekeza mambo mengi. Na hata hao watumishi unaowakimbilia, nao wako wametenga muda, wametafuta namna ya kutafuta Roho Mtakatifu nao karibu. Ndio maana anaweza kukueleza habari za kwako. Sasa unaonaje Roho Mtakatifu akakuambia peke yake habari za kwako binafsi, na akakueleza namna ya kuweza kutatua au kuenenda? Unaonaje ukaishi maisha? Na nini ili ufanikiwe? Roho ya utii. Hakikisha unatii. Unapotii mbingu zinakuhudumia. Unapotii kuna mambo ambayo yanaachiliwa automatic ndani yako. Lakini Hesabu 24:13, Hesabu ule mlango wa 24 mstari wa 13, Biblia inasema hivi, kama Balaki angenipa nyumba yake imejaa fedha na dhahabu, siwezi kupita mpaka wa neno la Bwana kutenda neno jema wala neno baya kwa nia yangu mwenyewe.
Bwana atakalolinena ndilo nitakalolinena mimi. Roho Mtakatifu akikuambia ndicho utakachofanya, na akiwa ndani yako atakuelekeza. Kwa ili ufanye ibada katika maisha yako, ibada yako iwe nzuri, hakikisha ndani yako una nafasi ya kutii. Roho Mtakatifu anazungumza sana na wanadamu, sema hatuelewi pengine na hatujui kwamba huwa hapa Roho Mtakatifu ametuambia, lakini Roho Mtakatifu anasema sana na sisi. Akwambia hapa acha, hiki ondoka, hapa fanya, hapa usifanye, hapa utaharibikiwa. Biashara hii acha, fanya hii. Huyu ni Mungu anasema. Na unashangaa unabadilisha biashara, unashangaa unatoka mahali ulipokuwa. Unasema yani nimemshukuru, yani unasema ni mtaalamu. No, ni Roho Mtakatifu amekuambia ulikuwa unafanya biashara hii, badilika, fanya hii. Maana kuna anaona kule mbele, anaona kesho, anaona baadaye, anaona kule unakoelekea. Kwa hiyo anakupa maelekezo. Na tunapoelekea kumaliza hapa, lakini kingine, hakikisha una nia ya kumtumikia Mungu. Nataka nikukumbushe jambo hili ya kwamba Mungu ametuumba tufanye mambo mawili. Jambo la kwanza tumfanyie ibada, lakini la pili tumtumikie, na vyote vinafanyika kwa wakati mmoja. Hautasema nitafanya ibada leo na kumtumikia Mungu kesho. No, katika maisha yako ya ibada, hapo lazima unapata majukumu ya kufanya katika maisha yako ya Ukristo. Mungu amekuumba ili udhihirishe uwepo wake duniani. Kwa hiyo anakupa mambo ya kufanya. Utafanya hiki, kama wewe utafanya hiki na hiki na hiki na hiki, ili niwe na faida. Yaani Mungu atamani amewekeza kwako. Sasa unapokuwa mtu wa ibada, Mungu anakuposition kwenye nafasi ambayo anataka umzalie matunda. Kwa anaweza akakutoa mahali akupeleka mahali, akushangaa na kukupa jukumu la kufanya. Sasa watu wengine tunagopana na magari ya mishahara kwa sababu tunakataa majukumu. Na kazi ya Mungu si nyepesi mpendwa. Unaweza kupewa jukumu la kufanya huduma mahali au la kukaa mahali ambako ni pagumu kimsingi. Lakini Mungu anajua wewe akikuweka pale, kazi yake itaenda na mambo yatafanikiwa. Sasa ubaya ni pale ambapo Mungu amekuweka, wewe unaanza kuleta mitazamo ya kwako. Unamsingizia Roho Mtakatifu, mpaka Roho Mtakatifu aniambie. Mungu ameshakuleta. Kwa nini akulete mahali hapo? Kwa nini akuweke hapo? Na akupe uzima na afya na akili na uwezo wa kufikiri. Kwa nini akuweke hapo mahali? Tayari ameshakuposition. Sasa watu wetu hatuko kwenye nafasi, tunapishana baraka za Mungu kwa sababu Roho Mtakatifu amekupeleka mahali ufanye kazi aliyokuita ufanye. Utaki kufanya kwa sababu ya mitazamo ya kwako, kwa sababu hutaki. Na ni ndivyo ambavyo tunapishana na baraka za Mungu. Lakini lingine la mwisho ni kwamba unaishi maisha ya toba. Unataka ibada yako iwe nzuri, uishi maisha mazuri ya kiibada. Hakikisha unaishi maisha ya toba. Matendo 3:19. Yanasema hivi, tubuni basi mrejee ili dhambi zenu zifutwe. Toba mpendwa sio ya Jumamosi au Jumapili. Toba ni maisha. Ni sehemu yako ya maisha. Kumwambia Mungu naomba unirehemu, nisamehe, ni sehemu ya maisha. Kwa usiishi maisha ya kwamba unasubiri Jumapili au unasubiri Jumamosi. Huo sio Ukristo. Huo sio Ukristo. Mungu yupo kazini masaa 24 anakuhudumia. Na yeye anatamani uwe kazini unafanya kazi. Usiku Roho Mtakatifu amekwambia amka omba, amka omba. Mahali popote kazini Mungu amekwambia fanya maombi, fanya maombi. Usisubiri Jumapili. Roho Mtakatifu anakuambia bwana tubu, hapo umekosea, fanya toba. Na usitegemee mchungaji kanisa Jumapili akwambie tubu. No. Fanya toba. Kaa mwambie Yesu nisamehe, Mungu naomba unirehemu. Unafanya kitu Mungu anakuambia acha. Uko ibadani mbingu zinakuambia acha. Na Biblia inasema mrejee ili dhambi zenu zifutwe na zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake Bwana. Wapi? Ndani yako. Yesu akiwa ndani yako anakutengenezea ibada na anaachilia burudiko. Anaachilia amani, anaachilia utulivu. Anaachilia mipango na mikakati ya maisha yako. Anakuonyesha ni wapi utembee. Anakuonyesha wapi unatakiwa uelekee. Anakuchagulia marafiki wazuri. Anakuchagulia ndugu wa karibu wazuri. Anakuchagulia kazi ya kufanya. Anakuandalia na kazi utafanyia wapi. Kwa sababu ndani yako akiwepo Bwana kunakuwa na burudiko. Naye anaachilia raha. Anasema mkitii nitawapa raha. Bwana Yesu asifiwe. Ni maombi yangu tunapokuwa katika kipindi cha Kwaresma, tunapokumbuka habari za kifo cha Yesu. Hebu tengeneza maisha ya ibada ndani ya moyo wako. Tengeneza nafasi ya kuwa mtu wa kusoma neno la Mungu, mtu wa maombi, mtu wa kumtumikia Mungu. Mtumikie Mungu mpendwa. Miaka yako ya kuishi duniani ni namba. Yaani una miaka ya kuishi ambayo inajulikana kabisa.
Yasema ni 70 na ikifika 80 imejaa taabu na shida. Unaelewa? Mambo haya yanatamkwa kila siku, na wakati kwenye misiba haya hili neno linasoma mara nyingi sana. Kwamba tuna miaka ile ya kuhesabu kabisa. Kwa wakati ukiwa na nguvu, hakikisha unamtumikia Mungu. Katika kumtumikia Mungu, unatengeneza pia misingi ya ibada katika maisha yao. Ndio maana familia yenye watu wanaomtumikia Mungu, unaweza kukuta wanakuwa na uzao huo. Wanakuwa na vitu haviji kwa bahati mbaya tu. Ni vitu vina misingi. Kwa tengeneza, mtumikie Mungu ili Mungu aweze na wewe kutengenezea maisha ya ibada kwenye familia yako. Mungu akubariki na asikupungukie. Mungu asikupungukie, Mungu akutunze. Pale ambapo umeona ibada imetoka ndani yako, tengeneza mazingira ya kukaa na kuomba toba, ili Mungu alipue ule moyo wa ibada, alipue ile nguvu ya ibada. Upate nafasi ya kuomba, nafasi ya kumtolea Mungu sadaka, nafasi ya kujitoa mwenyewe kama dhabihu. Biblia inasema na hiyo ndiyo ibada. Kitabu cha Warumi 12:1. Ukitoa mwili wako kuwa dhabihu ndiyo ibada yenye maana. Mungu akupe nafasi ya kumtumikia, na Mungu akupe nafasi ya kulinda imani yako katika maisha yako yote. Katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa utukufu wako na kwa wema wako mwingi. Asante kwa watumishi wako na watoto wako ambao watusikia neno hili, habari ya ibada na misingi ya ibada. Bwana, wape neema ya kusikia, lakini funua mafunuo mengi juu yao, waweze kuifahamu ibada ndani ya maisha. Tuweze kuishi maisha ya ibada na maisha ya kutumikia. Wewe ni Mungu, tukufu na heshima ni vya kwako. Amen. Nikuombe usahau ku like na kusubscribe. Lakini pale chini kuna namba za simu zinapita pale. Ukiona ni vyema unaweza kuchangia huduma hii ya neno la Mungu ili iweze kuendelea kukua na kuendelea kuonekana tunapohubiri neno la Mungu. Mungu akutunze, Mungu akubariki. Nikutakia wakati mzuri. Amen.